Je, umewahi kufikiria dunia ambayo muda sio pesa? Basi leo nakupitisha katika filamu moja tamu kabisa. Filamu iliyoachiwa mwaka 2011 lakini bado inaishi. Filamu yenyewe inaitwa In Time. Katika filamu ya In Time watu wanaacha kuzeeka wakiwa na umri wa miaka 25 tu, lakini baada ya hapo kila sekunde unayoishi inapunguza muda wa kuishi kwako. Yaani muda wa maisha yako unapungua. Sasa matajiri wana muda wa kuishi miaka 100 zaidi, huku maskini wakiamka kila siku bila uhakika wa kuishi kwao. Hapo ndipo tunakutana na kijana mmoja anaitwa Will Salz, kijana masikini anayepambana kuishi kwa siku moja tu hadi nyingine. Siku moja anakutana na tajiri ambaye amechoka na maisha, yani ameishi maisha marefu, alafu bado ana kifurushi na bando la kuishi milele. Kabla ya kujiua, tajiri huyo anamwachia Will muda wote wa kuishi. Just imagine. Zala mentali lipo wakubwa. Lakini baada ya kuwa baraka, muda huo unamletea matatizo. Will anaanza kusingiziwa mauaji na kuanza kukimbizwa na polisi watunza muda. Akiwa mbioni kukimbia, anakutana na Sylar Weiss, binti wa tajiri mkubwa wa mfumo huo. Yaani baba yake ndo anamiliki mfumo wa kuuza muda. Wakiwa pamoja wanagundua ukweli mchungu kwamba mfumo huu uliundwa ili matajiri waishi milele na maskini wafe mapema. Ndipo anapochukua uamuzi wa hatari zaidi, kuiba muda wote kutoka kwa matajiri na kuugawa kwa maskini. Hivyo ungeweza. Bwana, filamu ya In Time sio tu hadithi ya kisayansi ambayo imebeba fikra ya kufikirika, bali ni kioo cha jamii yetu kinachoonyesha uhalisia uliopo kati ya tabaka fulani na tabaka fulani, yani matajiri na maskini. Lakini pia inaonyesha urafi wa madaraka na thamani halisi ya maisha. Bwana, mimi nikupatie swali moja tu kwamba kama ungekuwa na saa ya kuhesabu maisha yako, ungeitumiaje? Langu jina naitwa MC Mwaka na hii ni Mwaka TV. Tafadhali usisahau kusubscribe. Steven Shamba, mwandishi wa recap hii.